usomi. Going to have the reading. Tutafungua Mwanzo sura ya 27. We opening in the book of Genesis 27. Genèse chapitre 27, tutasoma mashairi fulani hapa. Read a few scriptures here. Genèse 27, tutaanzia ku verset 30. From verse 30. Baada ya Isaka kumbariki Yakobo na punde tu alipoondoka kwa baba yake, ndugu yake Esau akaingia kutoka mawindoni. Naye pia akaandaa chakula kitamu akamletea baba yake. Kisha akamwambia, baba yangu, keti ule sehemu ya mawindo yangu ili upate kunibariki. Isaka baba yake akamuuliza, wewe ni nani? Akamjibu, mimi ni mwanao mzaliwa wako wa kwanza Esau. Isaka akatetemeka kwa nguvu sana, akasema, alikuwa nani basi ambaye aliwinda mawindo akaniletea? Nilikula kabla tu hujaja na nikambariki, naye hakika atabarikiwa. Esau aliposikia maneno haya ya baba yake, akalia kwa sauti kubwa na ya uchungu. Narudia, Esau aliposikia maneno haya ya baba yake, akalia kwa sauti kubwa na ya uchungu na kumwambia baba yake, nibariki mimi pia baba yangu. Lakini akamjibu, ndugu yako amekuja kwa udanganyifu akachukua baraka yako. Esau akasema, si ndio sababu anaitwa Yakobo? Amenidanganya mara hizi mbili, alichukua haki yangu ya kuzaliwa na sasa amechukua baraka yangu. Kisha akauliza, hukubakiza hata baraka moja kwa ajili yangu? Isaka akamjibu Esau, nimefanya yeye kuwa bwana juu yako, pia nimewafanyia ndugu zako wote kuwa watumishi wake, na nimemtegemeza kwa nafaka na divai pia. Sasa nitaweza kukufanyia nini mwanangu? Esau akamwambia baba yake, je, baba yangu, una baraka moja tu, unibariki mimi pia baba yangu. Kisha Esau akalia kwa sauti kubwa. Usomi wa pili, ningetaka ufungue haraka mstari mmoja ndani ya kitabu cha Marko sura 8 mstari wa 36. Mark 8:36. Marc chapitre 8 verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Kwa Kiingereza cha NIV, Biblia inasema, what good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Les échanges de la destinée, ama les échanges de destinée. The destiny exchanges. Les échanges de destinée. The destiny exchanges. Currency ya kwanza
ama monea ya kwanza ambayo adui shetani anatafuta ndani ya maisha ya kila mwanadamu, The first currency that the devil looks in every human being life ni nafsi yake. is his soul. Wakati adui anatafuta kuingia kwa maisha ya mwanadamu, When the enemy wants to get into somebody's life, cha kwanza ni control total juu ya nafsi yake. first thing is to gain total control over the soul. Na mara watu ambaye adui aliwakaribia, Many a times the people the devil approached, alifanya nao maechange ama alitafuta kufanya maechange nao. he seeks to have exchanges with them, Na exchange aliwaonesha vitu, and he did it on the platform of showing them things. lakini kwa ngambo nyingine alitafuta nafsi And yao. on the other side, he's seeking their soul. Wakati shetani anakaribia Yesu, When the devil comes to Jesus, alitafuta Yesu, nafsi ya kianadamu ya Yesu he wanted the human iweze soul kumwaparteni, to belong to him. na akamuonesha vitu, And he showed him things. akamwambia hivi vitu nimevipewa, He said, these things have been given to me. hivi vitu nimevipewa. Wakasoma hii passage, anakonfirme kama amevipewa, He confirms that these things are his belongings. na amevipewa, And they have been given to him. na anasema anakuwa na haki ya kuvipatia mwenyewe And anapenda. he has the right to give it to Na whoever ndio anaambia desires. Yesu, ukishuka tu na kuniabudu If you bow and worship me, nitakupatia. I'll give them Ndiye to you. nimefanya angalisho wakati wa maabudu. Be careful in the times of worship. Kuabudu ni njia nyingine ya kupatia, ya kurudisha nafsi yako kwa Mungu. Worshiping is one way to surrender your soul to Na God. ukishuka na kuabudu shetani ni njia ya kumpatia nafsi And yako. when you kneel down worshiping to the devil, it's one way to surrender your soul to him. Na shetani anahitaji nafsi yako. And the devil needs your Atafanya soul. yote iwezekanavyo akubane. And we do everything possible to get it. Wakati iko naambia Yesu ya kwamba hivi vitu nilivipewa, When he's telling the devil, kusema huku these things are his, mwanzo means in the beginning kulikuwa transaction there was an katikati ya mwanadamu Between the ambaye alipewa dunia na uongozi na utawala juu ya mali yote ya He dunia. was giving the dominion over everything over the earth. Lakini mu Nouveau Testament tunaona kwenye shetani anasema In the hivi New vitu Testament, nilivipewa. the devil is Ni claiming kusema having- kulikuwa udanganyifu means fulani there was a deception ambaye somewhere ilimfanya mwanadamu apoteze mamlaka yake juu ya vitu na mali yote ya dunia. the human being to lose the power he had over those things. Na leo And today tunazungumzia namna gani we are talking how mwanadamu kupitia maechange, a human being through kupitia transactions transactions anapoteza vitu ambavyo Mungu alimwandikia, vitu ambavyo Mungu alimwandalia. can be able to lose the things that God has predestined for him. Na pia tutajifunza jinsi gani And we'll also learn how mwanadamu anaweza kurekipere yenyewe amepoteza. man can retrieve or get back the things he has lost. Amen. Tungali pamoja. Amen. Na kila mwanadamu And every man, wakati unazaliwa hapa when duniani, you are born here on earth, unakuwa na plan fulani, kunakuwa plan fulani ambayo Mungu ameandaa juu yako. There is a Kunakuwa specific destiny plan. fulani ambayo Mungu amekuandalia. destiny that God has prepared for you. Na hii destiny yako And this your ni destiny suluhisho ya Mungu is the solution kwa hali fulani ambao unakutana na, ama jamaa yako ama kanisa ama taifa inaweza kukutana nayo. It is a divine solution to Ni whatever. kusema mpendo uliye hapa kwa Mission Baptist Church, Please, beloved, umezaliwa kama You solution, have been born as a haukuzaliwa solution. kama problem. And not a Tu es problem. une solution. You have a solution. You are a You solution. are the solution. Jambo lingine nataka kuambia ya kwamba Another thing, Mungu amepredestine, amekupredestine. God has predestined you. Ni kusema Mungu anakuwa na plan juu ya maisha He yako. has a plan concerning your Na life. Biblia inatuambia The Bible says, ukitaka kujua plan ya Mungu kwa maisha yako, If you need to Biblia know the inatuambia ya plan of kwamba God ni concerning plan ya you, bonheur, it is a ni good plan plan. ya amani, It is a ni peaceful plan ya plan. furaha, It ni plan joyful ya plan. kuwa kuposition ya domination. For you to be in a position of dominion.
Tigiza mwenye uko pembeni yako. You can shake your neighbor. Muulize, eske uko na domine? Ask them, are you Eske uko dominating? heureux? Are you happy? Eske uko riche? Are you rich? Eske uko naishi plan ya Mungu Are kwa you maisha yako? living divine planning concerning your life? Tunacheka. We feel. Lakini ni kweli watu wengi washakarate jambo. It's true, many people have gone Watu wengi astray. wako naishi mbali sana na destiny yenye Mungu aliwatrasea. They are living deviation Ndio acha from their nikwambie, destinies. ni responsabilite yako It is your responsibility kuishi destiny ama plan ya Mungu maisha to yako. live the divine plan Responsable wa kwanza wa réussite ama échec of the failure ya of the plan success. destiny ya Mungu kwa maisha yako ni wewe Divine mwenyewe. destiny is yourself. Kwa nini nasema hivi? Why do I say so? Sababu Because kuishi destiny yako, living your destiny, kuishi plan ya Mungu maisha living yako the divine plan concerning you inadependre na mashua depends on your choices na madecision zenye unakamataka kila and siku. your daily Sababu decisions. maisha yako ujimagine depuis asubuhi ushakamata decision ngapi? How many decisions have you taken since Kuna morning? watu wenye alilamuka asubuhi akadeside kwenda kusport There pale are pia people when they woke wakanisa. up, they decided to go to the gym instead of coming to church. Ukadeside kuomba au kulala. Decided to sleep or Ukadeside kukula ama kutokukula. decided to. Nikusema maisha yetu Means our life iko constitué na mashua is made up of choices na madecision. and decisions. Na mashua na madecision The zinakamata leo choices and decisions we make today zinadetermine kwenye uko nayo. determine where you're going. Na acha nikwambie mpendwa, Let me tell this: destiny ya mwanadamu the man's destiny inaweza avorter. can be aborted. Mwanadamu anaweza avorter destiny yake. A man can abort his own destiny. Na neno lingine ni kwamba destiny ya mwanadamu inaweza ibiwa. Another thing, it can be stolen. Wanaweza kuiba destiny It yako. can Kwenye be ulikuwa stolen naenda from wanakudetourner Where you wanakutia are going, njia you can be nyingine. deviated to another path. Amen. Amen. Wakati tunasoma Actes des Apôtres chapitre 1er, When we read Acts of Apostles chapter 1, Actes des Apôtres chapitre 1er, Acts chapter 1, verset 15. verse 15. Acts chapter 1, Matendo ya Mitume sura yake ya kwanza ukasoma kuanza verset 15 na kuendelea, from verse 15 going down. kunapatikana hapa hadithi ya jinsi Yuda Iscariot There is a story about Judas, aliweza kukuwa remplace. how he was replaced. Kuna kitu hapa kinaatilia attention There yangu. is something drawing my attention. Wakati yenye wafuasi wa Yesu, wanafunzi wa Yesu wanaorganize ile evenement ya kuremplace Yuda, When Jesus' disciples are organizing how to replace Judas, maandiko inatuambia ya kwamba the scriptures say Yuda naye Judas also alipewa was ile given grace, the ile grace benediction ya kukuwa apotre wa Yesu. blessing to be Jesus' apostle. Naye alipokeaka sawasawa He na was wengine. given Ni equally. kusema ya kwamba It means alikuwa destine he was destined kukuwa mwa ile liste ya tuza, to be among the sababu 12 maneno ya disciples. Yesu Because the word of alietablire waapotre wake kukuwa wajuge juu ya 12 tribu ya Israeli. Yuda naye alipokeaka kwa ile baraka, Even Judas received the same blessing. lakini mwisho But by the end, Yuda akakamata decision Judas took a decision ya kuavorte ile to destiny. abort that precious destiny. Amen. Nimeacha nikwambie, Beloved, let me tell you, kuna vitu mwi dunia there are things in this world vinaweza semewa juu ya maisha yako. that can be spoken over your life. Kunaweza kwamba anasema, unajua kwa mafamilia There are families wanaweza leta profesi mfamilia that can fulani. bring a Anasema mimi prophecy. familia mtazaliwaka mtoto mwenye atasumbuka wazazi And he yake said sana. that there will be a rise of Tunaona somebody katoto who will kamwana mess up the kanazaliwa, family. And you see a kaanza kid develope tabia za start kusumbua developing wazazi. some funny behaviors.
uko na droit ya kusema ndio You have the right to say ama yes hapana or no. n'importe quelle prophétie On inasemewa, n'importe quelle neno inasemewa juu ya maisha yako. Ile tuko kwa hii dunia, We are in this world. maneno yanasemewa juu yetu ni ya mingi, tutaisoma hapa mbele. Amen. We will talk about it. Il y a même des prophéties. There are even prophecies. Zinaweza kuwa They positive, can be positive, zinaweza kuwa negative. negative. Wewe uko na You droit have the right ya kusema ndio to say yes ama hapana. or no to them. Ukileta profesia kusema mwaka fulani utateseka, utapita mtese, nakwambia no. I'll say no. Niko na droit ya kusema no. have the right to Hata say kama no. uko profeti Even wa if you Mungu. are a great prophet. Nini mekuko watu wengi Amen. wako na sibire They maprofesi. are going prophets. Juu ya nini? Why? Hakupata kuraji ya kusema no. They were not courageous Nini to say kuna kwa no. njia mbili za kujibu profesi. Two ways to Unaweza respond. jibia profesi kwa imani, Respond to hapo prophecy unaijibia kwa uoga. or through Ujue kama na uoga wako but no kama reaction kwa profesi as a reaction to nayo prophecy ni jibu. can be an answer. Anakuletea ujumbe You are given ama an umeona answer. vitu You have vinakuogopesha, seen things that are fearful. unatetemeka, And you tremble. unaogopa, unajifunika bulangeti, And you ile can't nayo accept. ni jibu. And that's one is also a response to it. Amen. Amen. Huyu mama ambaye tunasoma ndani ya Luka 13 mstari wa 16, This woman we are talking about. kunakuwa huyu mwanamke ambaye Biblia inatuonesha ya kwamba alikuja amegunjwa na shetani miaka 18. She was bent by the devil for 18 years. Na wakati Yesu iko na defendre mbele ya Wafarisayo kwa nini amemponya hiyo siku ya Sabato, While Jesus is defending the reasons as to why he has healed him on the day of Sabbath, Biblia inatuambia ya kwamba amemuita mwana wa the Abrahamu. Bible says Jesus called her the daughter of Abraham. Kusema mwana wa To Abrahamu say daughter ni of kusema Abraham, it means tunakumbuka baraka za watoto wa Abrahamu ambazo zimeandikwa ndani ya kitabu cha Mwanzo. Wakati tunakumbuka baraka hizi ni kwamba huyu mtu identite yake, their identity ni source de benediction. is a source of blessing. Ni kusema watadomine nchi ambayo Mungu aliwapatia. Means they will Ni subdue the land kusema that God has watu given wengine them. watabarikiwa kupitia wao. Other people will be blessed. Ni kusema mtu ambaye amebarikiwa haezi gonjwa magonjwa ya kumuletea shida miaka 18. He who is blessed cannot go through that same sickness. Na identite yake ilifanya kuwe bien. And through her identity, Biblia inatuambia she was supposed to be shetani, well. shetani akamugunja. But the devil bent. Bila mwanamke huyu destiny yake ilikuwa ya kuishi vizuri katika afya na nguvu zote. Her destiny should be good. Lakini imagine But I imagine hii ulema miaka hii zote zilimfanya kuwa maskini. issue Zilimfanya aishi contraire ya vyenye Mungu alimwandikia. live the opposite of what God said about her. Mfano mwingine ya exchange ya destiny Of exchange of destiny ni wakati is when tunaangalia maisha ya Yakobo we see the life of na Jacob ndugu yake Esau. and his brother Esau. Usomi huu ambao tumekuwa nao, This reading we have had, kuna baraka ambazo there are blessings ziko destiny kuwazaliwa wa kwanza. that are predestined to the firstborns. Na wazaliwa wa kwanza And the firstborns wanakuwa kama vile waporteur wa identite ya jamaa. they are like carriers of the family identity. Lakini Biblia inatuonesha hapo, ukirudia hata kushapitre precedent, The Bible shows us, even when you go back to the previous chapter, Biblia inatuonesha jinsi the Bible says Yakobo alichukua nafasi how ya Jacob mzaliwa wa kwanza took the place dhidi ya of Esau sababu tu ya source. because of source. Ndugu wapenzi, Beloved, kupenda chakula loving food inaweza kuzalia madhara. can bear issues to your life.
usiuzishe Don't trade position yako your position juu ya chakula. because of food. Usiuzishe position yako juu ya Don't sell out your position wengi because of money. wakati Yesu anatuuliza swali, Jesus is asking us a anasema question. mwanadamu unaganye nini? What Ukishapata does it dunia profit yote you to have the nafsi world yako but unaipoteza. you lose? Bien aimé, les échanges Exchanges zinaexiste exist. na mara tunapoteza And bila. many times we lose without Bien aimé, mali knowing. ya hii dunia imetuma watu wameuzisha nafsi The zao. worldly wealth Mali ya hii dunia imetuma wengi has many wametoa people hata watoto wao, hata wazazi wao wamewaua ili wapate mali. to have worldly wealth. Kuna mwalimu alikuwa anauliza, anasema ukitaka ujue, There's a certain teacher who used to say, if you want to know, ukitaka ujue kama You want to mali know yenye mwanadamu iko nayo inatoka kwa Mungu, if the wealth that somebody has comes from God, uangalie nafsi yake. check his soul. Wengi wameuzisha nafsi zao. Many people have sold out their souls. Na ukimpozea question juu ya origine ya mali yake, Ask utasikia them about the origin. anakasirika au Or be ananyamaza. angry or they be silent. Watu wenye wametoa mali kwa Mungu wanakuwa na furaha ya kupartager baraka za Mungu. Those who have given to God, they are joyful. Biblia inatuambia ni baraka za Mungu Bible ndio says zinatajirisha His godly na blessings hazina that riches, madhara yoyote. and it addeth no sorrow. Biblia inatuambia tena ya kwamba The Bible says again, wakati tunachagua vizuri, wakati tunakuwa na ile decision ya kuchagua, when we have that decision, Biblia inatuambia, ukisoma Deuteronome chapitre 3, if you're reading the Biblia inatuambia ya Job, kwamba wanatutilia uzima we are given na mauti mbele yetu, the way of life, death and life before us. lakini wanasema tuchague vizuri, We are suggested to choose well, sababu unaweza kuchagua kuavorter destiny yako, because you can choose to abort your destiny, ama unaweza or chagua you can choose kutokuilinda na kisha inaibwa. not to preserve it and then it is Na wakati stolen. ninaafirmea ya kwamba destiny ya mtu inaweza kuibiwa, When I have found that somebody's destiny can be stolen, ninataka kukuambia ya kwamba kuna kuwa nguvu za giza I want to say that ambazo mission yazo there, zimekuwa engage they have been engaged changer to change ama kuiba destiny za or watu to wengi. steal their destiny. Wenyewe walikuwa hapa Vendredi, niliwapatia mfano ya huyu dada For those who are here on Friday, I gave out an example ambaye of a lady alichagua kuchunga ubikira wake, chose to preserve her virginity, lakini ndani ya ulimwengu wa giza and in the demonic, kuna kijana ambaye there is a man alienda kwa wafumu kutafuta mali, who went to the witch doctors to seek for wealth, na wakati alienda kutafuta and mali when he went there, wakamwambia condition juu upate hii he mali, was given a condition inabidi ukutane na dada ambaye ni bikira, that you must sleep with a virgin. na condition ya pili, huyu dada And the second condition, that inabidi awe na nyota ambayo inang'aa sana, that girl must have a na ukiweza tu shining star. kukutana And naye if you are able to utachukua get nyota yake you will get na hivi a utapata star, mali. and you will have wealth. Huyu kaka alikuja This man went akasema vyenye mnazoea and kusema, said what? dada akawaza, basi nimepata mume wa kunioa sasa. And the lady thought, now I'm getting my... Na kwa bahati mbaya Bad luck. huyu dada akaanguka mikono ya huyu ndugu. She fell into those bad Hiyo hands. siku That same day, baraka za huyu dada zikapotea. her blessings, Alikuwa mwanafunzi she was mwenyewe, alikuwa anamlipia shule, the one who was paying the akamwambia school fees. tangu leo nisikuone tena. Now going on, I don't want to see you. Mwenyewe alikuwa anamsaidia, The one supporting her, wakaacha wote. they dropped out. Na pesa kidogo alikuwa nayo, akajaribu hii biashara na The hii, little money kazi she had, zote she zikashindikana. tried business here and there, but it failed. Maisha yake ikakuwa ya magumu sana. Life became a sorrow. Kwa upande On mwingine, the other hand, huyu ndugu akatajirika this sana, man became wealthy. akapata pesa He sana, had money. lakini
Mungu akakutana naye But God met with na him ilibidi atubu, and he had to repent. ilibidi atengeneze. Had to Huyu ndugu akaenda tafuta huyu unite with dada, God, and he went back to the akasema and acha said, niende tubu, let me go and repent nimweleze nini ilitokea. and tell her what happened. Na huyu dada akadekuvrile ya kwamba And this lady discovered bahati yenye alikuwa nayo the blessing, iliibiwa. the aura she had was stolen. Nyota ambayo ilikuwa inawaka The star that was shining iliibiwa. was stolen Kaenda kung'aa nafasi nyingine. and went to shine elsewhere. Bien-aimé, Beloved, kuna njia ambazo nguvu za giza zinazitumia there are ways that the satanic kwa world kuiba baraka use zetu. to steal our blessings. Nimekwambia ya kwamba kuna nguvu za giza ambazo mission yazo I just told you that there are Ni kukuiba. demonic powers. Their purpose is to steal from you. na usiseme aseme mimi nimeokoka. And don't say that I'm a born again believer. Usiseme aseme mimi niko na roho nzuri. I have a good heart. Ukiseme mimi sina dhambi. Don't say I'm sinless. Yeye niacha nikwambie watu wengi Many people, hata Wakristo even believers, wanaweza kupoteza they can lose baraka zao. their blessings. Siku ya tano tulisoma Isaya On Friday we read from the book of Isaiah 49. 49, Ukisoma mstari wa 24 kuendelea, verse 24. utatambua ya kwamba You will understand hata wajust even wanaweza just the kunyang'anywa righteous people can be, vitu ambavyo Mungu aliwapatia. they can lose the things God has given to them. Lakini habari njema ni kwamba The good news ndani is ya that hii meme chapitre 49 in the same ya chapter, Isaia, as Isaiah Mungu 49, anasema atatupigania. God is saying, I will fight Atapigana for na you. wanaopigana I will fight nasi with those who fight na atasove wana wetu. you, and He will save our children. Acha nikufundishe kitu. Let me teach you something. Kunakuwa trois sortes There are three kinds ya matransaction ama maechange of transactions zenye zinaweza affecter destiny yetu. that can affect our destinies. Zinaweza kuaffecter destiny yetu Can positivement. affect our destinies Zinaweza positively kuaffecter destiny yetu negativement. or negatively. Maechange za kwanza au matransaction za First kwanza kind of exchange of transaction. ni matransaction favorable. These are favorable transactions. Zenye zinakuwa na baraka. They come with blessings. Zenye zinakuwa kwa avantage They yetu. come for our Na acha advantage. nikupatie mifano ama example za jinsi ya kuactive ma transaction positive maisha. Examples on how to activate those favorable exchanges in your life. Njia ya kwanza ya kuactive ma transaction The first way to Favorable. activate the favorable transactions ni njia ya moja ya kumi na is sadaka. the way of tithing and offerings. Kwa nini offrande? Why offerings? Sababu Mungu ana baraka ambazo angelipenda akupatie ama anipatie. Because God has a blessing that He would like Lakini to anasema give. hivi, But He says this. munijaribu He says kwa try me njia ya sadaka. through tithing. Munijaribu kwa njia hii Through tithing. na muone kama And see sitawafungulia if I madirisha will ya not mbinguni. open the doors of Ni kusema heaven. ya kwamba It means njia ya kuactive hizi transactions za vitu vya mbinguni, the way to activate njia ya these blessings, kufungua madirisha za mbinguni ili tupate vitu vya mbinguni, heavenly tunaweza windows, pia kumjaribu Mungu kupitia hii njia we can ya moja ya kumi na sadaka. try God through tithing and offerings. Njia nyingine ya kuactive ma échange favorable Another way to activate favorable ni njia exchanges. ya mabonne rencontre, It is through kukutana na watu wazuri. And Yaani encounters. unaweza pia kukutana na watu wabaya And meet na ile people. siku maisha yako inabadilika. Your life Yaani changes. nini ndio inatokeaka? What happens? Kukutana na watu wabaya. When you meet Kuna evil people, échange there are d'énergie. changes of energies. Vitu vyao vibaya wenyewe wanatembea navyo, The evil mapepo things, zenyewe wanatembea the navyo, demons zenyewe vinaweza fika vinakuampeshe kuvivre baraka Can zako. prevent you to get into your blessing. Mimi maombi yangu usikutane na watu My wabaya. prayer is that you won't encounter such Usikutane people. na watu ambao wanabeba vitu You vibaya. won't meet people who carry evil things. Njia nyingine ambayo inaweza kuactive ma transaction positive ama ma transaction favorable mu maisha ya mwanadamu Another way that can activate ni favorable madeni
déclaration. It is declaration. Inaweza sema tena déclaration de bénédiction. Declarations of Biblia inatuambia wenyewe walikuwa nasoma kitabu cha for Yakobo, those reading the book of James, wanatuambia ulimi wetu says that our tongue ni kama moto, is like a fire. ni kidogo hivi lakini inaweza choma village It can mzima, burn down the whole village, lakini pia inaweza bariki. but also it can bless. Hizi bibi yenyewe inatoka kama mkinywa What yako. comes out of your mouth? What is Sasa it? yenyewe unaongea unapaka na bariki ama unapaka When na you laana? speak, are you blessing or cursing? Bwana, tangu leo mkinywa wako mkiwa unatoka From maneno ya today, baraka. make sure what is Wakati coming out of unasema your mouth bariki. is a blessing. When you speak, Wakati bless. unasema sema vyenye viko When you positive speak, kwenye maisha speak yako. that Sababu which is maneno yenyewe positive. unasema, Because what you say, madeclaration za maisha yako declarations from your life zinaweza leta vitu vizuri can attract good ama vitu things vibaya. or bad things. Speak blessing. Speak blessings. Njia ingine Another way, ni naziri, it is through ni maveu. oath. Na naziri mu maisha ya Mkristo And an oath in a believer's life, ni mapromese zetu. these are promises we make to Wakati God. unaambia Mungu nitakufanyizia When you hivi. tell God, I will Vile do this nimefanya to angalisho you, na naziri. be careful with the Wakati oath you make. unaprometre Mungu kitu, When you promise unakuwaka umeactive something to God, system means you have activated Mungu a naye akufanyizie system kitu. so that God can Unajua respond njia to you. moja yenyepo rapide What ya kutia quick way Mungu mdeni to put God in a position of debt ni kumuprometre is kitu. when you promise Him something. Na njia moja And one way ya kupokea hii promise kutoka kwa Mungu sasa to receive back this ni promise, kutimiza naziri it yetu. is when we fulfill Yaani kama uko na manaziri zenye If hauyatimiza, you have some fanya pain, iwezekanavyo vitimize, make sure you fulfill, sababu hizi ni deni because these are mbele za debts Mungu. before the Lord. Amen. Amen. Na mwingine mwenye amesahau zake ni sherti ya tubu. For those who have forgotten, you need to confess. Pia njia ingine Another way ni mabaraka ambazo tunazipokea kutoka kwa wazazi, kutoka kwa watumishi wa Mungu. these are blessings we receive from our parents Neno or our Mungu men of God. akubariki. The word God bless you, Ukiipokea kwa when imani, you receive it through naweza faith, kuleta vitu vizuri it maisha can yako. bring good things in your life. Usineglige ile neno Mungu akubariki. Never neglect that Lakini word. wasikwambie God njia bless mbaya. you. Wasikwambie Mungu akubariki juu umefanya kosa au umefanya kitu kibaya, inarisikia kugeuka laana kwako. Amen. Sorte ya pili ya matransactions zenye zinaweza kuaffecter destinée yetu, Second kind. ce sont les transactions défavorables, ama These les are- échanges défavorables. These are favorable transactions. Nitakupatia mifano ya matransaction za mubaya. I'll give you some examples of these disfavorable Acha nianzie transactions. ku ma mauvaise rencontre. We start with bad encounters. Les mauvaises rencontres. The bad Bien-aimé, encounters. kuna watu wenye maisha yao imeharibika sababu walikutana na watu wabaya. Their lives have gone wrong because they met evil. Wakati unakutana na watu wabaya, kuna vitu vyenyewe wanaweza kudepose mu maisha yako. When you meet Vyenye bad people, vitakuletea hali mbaya ya maisha. they deposit something evil in your life and it bears bad fruits in your life. Mfano mwingine Another example, ni ma mauvais sort. these are spells. Ma mauvais sort. Spells. Unajua bakinwenjo wanaitaka mzuri, wanaitaka terme moya mzuri. Ni terme mbaya me wanaisemaka bien. For those living in Kinshasa, they say, ila kilimabe. they say Kiswahili kusema wanakutakia mabaya. they wish you evil. Kitu kimoja ambayo wachawi wanafanya vizuri, One thing that witches do well, watakia watu they mabaya. wish people evil. Ni kukutakia They uteseke. wish you suffering. Ni kukutakia ulie. They wish you to Ni cry. kukutakia They ukufe. wish you to die. Ni kukutakia mabaya. They wish you evil. Bien-aimé, Beloved, maisha yako ni ya valeur mbele ya Mungu. your life is precious before God.
Unajua mara ngapi wachawi wanakuloga? How many times the witch have Unajua cancelled mara you? ngapi wanakutakia You know mabaya? how many times they wish you evil? Usianguke mwi piège. Don't fall into this trap. Kila mauvaise sori imesemewa juu yako. Any spirit that has been spoken over you. Njia moja ni wewe kuomba Mungu aweze kuianile. One way is Maana sori zenyewe zilifika kwa masikio yako na zenyewe hazikufika kwa masikio yako, Mungu aweze kuzianile kwa jina la cancel Yesu. them in Jesus' name. Exemple ingine ya ma transaction négative. Another example. Peut-être mbele ya kwenda kwa example ingine, acha nikwambie kuna watu wamepokea magonjwa. There are people who have received sicknesses. Kuna watu wamepoteza mali. They lost their riches Juu ya mauvais sort zenye zimesemwa juu ya maisha yao. because of spells. Wamekusemea kitu kibaya, wameactive chaîne ya vitu vibaya Or released maisha over yao. you and it brought up evil effects. Ingine example, Another example, Pastor Christophe Zawadi anaita Pastor Zawadi calls les embargos spirituels. he calls it spiritual embargo. Unajua maambargo iko mablocage. These are obstacles. Mablocage. Obstacles. Zenye bana bloquer situation fulani mu maisha yako. They Juu ya kitu kenye ulifanya because of something ama they have kitu done kenye waliona or something they mu saw maisha yako. in your life. Wanasema juu ya They hii say because of this hautakuwa hii. you won't become Ndio this. nasikiaka maneno fulani. That's why you hear Juu some words. hakukuleta mbuzi ya Because you muyomba. didn't bring the ankles. Utazalaka mpaka siku mnalipa ile deni. You will be able to give birth until the Juu day you haukunioa, umeenda oa mwingine na ushakanipa promise. because you didn't marry me and you gave me a promise, Ndaonaka kama utazala. I will see if you have Au a child utaoaka kiwerewe. or you will marry us. Au nakwambia juu haukunipa ile kazi. Because you didn't give me that Entreprise job, yako nione kama itaendelea. your business won't grow up. Hizi ni maexample za maambargo. These are Wanaume examples of wengi these obstacles. wameteseka maisha Many juu ya men mapromese suffer. zenye walipatiaka mafiancé wa Jean. Because of the promises they gave their ex. Watu wengi wamekutana na mablokage People juu are ya missing. escroquerie fulani yenye alifanyaka miaka zinapita. Because of the tricks they have done in the past days. Uliescroka kama mtu kitu quelque part. You hijacked somebody. Ukaona umeganye ukaenda zako ukasahau. After gaining, you Na ule mtu disappear. inawezekana kuna kitu kenye alifanya Maybe kinablokia that maisha yako kule person, mbele. something they did that is blocking your life today. Usiuzishe destiny yako Don't trade your par destiny tes propres erreurs. through your errors. Sorte ya tatu, Another type or kind sorte ya tatu ya matransaction of zenye transactions zinaweza kuaffecte destiny yako that can affect your destiny ni ma-échange prophétique ama ma-transaction prophétique. These are prophetic transactions. Wafalme wa pili Second Kings sura 2 mstari wa 12, chapter 2 verse 12. Biblia inasema Elisha aliliona hili naye akapaza sauti, baba yangu, baba yangu, magari ya vita ya Israeli na wapanda farasi wake. Naye Elisha hakumuona tena. Kisha akaishika nguo yake na kuirarua vipande viwili. Akaliokota lile vazi lililoanguka kutoka kwa Eliya, kisha akarudi na kusimama ukingoni mwa Yordani. Ndipo akalichukua lile vazi ambalo lilikuwa limeanguka kutoka kwa Eliya, naye akayapiga yale maji nalo. Akauliza, yuko wapi sasa Bwana Mungu wa Eliya? Elisha alipoyapiga maji yakagawanyika kulia na kushoto, naye akavuka. Hii ni mfano wa kwanza wa échange prophétique This is the first example of the prophetic ndani ya maisha transaction in the life ya Elisha. of Elisha.
Linasema kulikuwa discussion The Bible says there was a discussion. katikati ya Elia na Elisha. Elijah and Elisha. Wakati Elia When Elijah alikaribia kurudi kwa was baba, about to go up, wa prophet the prophets, walikuwa wanaambia Elisha, they were telling sasa Elisha, wewe haujue ngizi Elia atatolewa kwako. don't you know that your master is going to Na kila na ilionekana kulikuwa exchange entre Elia na Elisha. Wakati Elia iko naenda anajua kenye kitatokea mbele, when Elijah anaambia he knew what mfuasi will happen. wake, sungelibakia And kwanza he's hapa na telling his waambia follower, can't you stay here? And he says, I won't leave you. sitakuacha. I won't leave you. Na alimpa condition akamwambia, basi And give him a condition. ukiona jinsi ninatolewa kwako, If you see the way I'm going up, ukiona jinsi ninatolewa kwako, if you see the way I'm being taken, kenye uko na lomba utakipata. what you are asking, Na kuverse yenye tunaanzia hapo kuverse 12 ni ile exclamation ya Elisha wakati ameona jinsi Elia anatolewa kwake. it is the exclamation Elisha is making when he sees his master being taken up. Ameona magari ya mbinguni jinsi inamkamata na Yes, na alikuwa makini, alibana hii koti ya Elia, na hii ilikuwa ni uti ama chombo ambacho Mungu alitumia kwa kutransmettre puissance na onction mu maisha ya Elisha. Na hii ni mfano ambao ningetaka kusisitiza, sababu kuna maechange zenye zinapitikana ndani ya maisha ya Wakristo kupitia unabii. Kuna vitu ambavyo watu wengi maisha yao ilikuwa haiendeke. Their life was not Walikuwa moving ni on. kama wako naishi maisha ya watu They wengine. were living a life belonging to other Lakini people. neno la unabii lilitolewa juu ya maisha yao Prophetic na word ikaleta was released mabadiliko over their life, kabisa. and it brought a turnaround. Amen. Amen. Unaweza kutambua namna gani How can you know ya kwamba that kumekuwa matransaction mu maisha yako, there has been transactions in your life? na unaweza kutoka namna gani ndani ya matransaction défavorable? And how can you leave those Nitakupatia nukta transactions? kama 2 ama 3 na kisha tutaomba. I'll give you 2 or 3 points, then we are going to pray. Njia ya kwanza The first way ya kutambua na kutoka ndani ya ma-échange défavorable, to identify and come out of those disfavorable c'est de comprendre les mystères des autels. it is to understand the mysteries of altars. Kuelewa hali ama mfumo wa madhabahu. Understanding the system of altars. Wakati unaelewa jinsi madhabahu inafonctionne, When you understand how altars wakati work, unaelewa madhabahu mu ulimwengu wa you kiroho, understand altars in the spiritual realm, utakuwa umepata siri ya kwanza you will have gotten the first secret ya kutoka kabisa to come out ndani ya matransaction. in Kwa nini transaction. ninapenda usulinye neno Why madhabahu? do I want you to underline the Sababu concept nilikufundisha of siku altars? zilizopita. Because the previous days I Unaweza taught, kurudi kwa YouTube Go angalia back utafute on mafundisho YouTube. inayosema madhabahu talking about altars ama les hôtels. or the altars. Madhabahu tulisema ya kwamba ni système d'autorisation. We said that this is Ni a system madhabahu njo kwenye kunakuwaka masignature za makontrat spirituel. where spiritual contracts Njo are kwenye concluded. kunakuwaka maechange katikati ya Mungu na watoto wake. This is where the Njo exchange kwenye is between God kunakuwaka and hata his people. dans le Amen. domaine négatif, njo kwenye kunakuwaka maechange entre le monde physique The exchange is between the physical world et le monde spirituel. and the spiritual world. Ukitaka kuwa na uhusiano na ulimwengu wa roho, If you need to have a contact with the spiritual jifunze world, siri ya madhabahu. learn about altars. Jifunze siri ya madhabahu. Learn the secrets of altars. Sitakurudisha ndani ya madhabahu jinsi ilivyojengwa ndani ya Agano la I Kale, won't take you back on the way it was constructed. lakini acha nikwambie ya kwamba Let me tell you, inakubidi
kama vile Mkristo you must, as a believer, kujua jinsi ya kujenga know how to na raise kubomoa madhabahu. and destroy an altar. Kujua jinsi ya kutambua nafasi ambapo madhabahu ya kishetani imejengwa. Knowing where the evil altar has been constructed. Nimekufundisha ya kwamba I taught you inawezekana kutambua madhabahu ya kishetani mu maisha ya mtu. it is possible Ni to kuangalia tu identify. maisha ya mtu utajua ni madhabahu gani imejengwa juu ya maisha yake. When you see somebody's life, you Utajua maisha yake imewekwa juu ya madhabahu will gani. know where his life has been placed. Kitu cha kwanza niliwaambia siku ya tano, The first thing I said here on Friday, angalie giza na madesordre zenye ziko mu maisha ya mtu. see the chaos and the Angalie darkness, stagnation, kutokuendelea the ndani ya maisha ya mtu. stagnation in Na someone's natire life, ya maprobleme zenye the ziko nature hapa of mbele. issues coming to the person's life. Je, anaendelea ama Is he haendelei? progressing or not? Anabarikiwa ama Is he amelaaniwa? blessed or cursed? Sababu maisha yenyewe ya mtu mwenyewe amebarikiwa inaonekana, na maisha ya mtu mwenyewe amelaaniwa inaonekana. It's visible. Kuna watu wenyewe ukiangalia maisha yake utajua kuna maneno imesemewa, kuna madhabahu ambayo imejengwa juu ya maisha ya huyo. There are people, when you observe their life, you will know there is something wrong happening. Kitu kingine, Another thing, hakuna madhabahu there's no altar bila sadaka. without sacrifice. Narudilia tena, I'll say it again. hakuna madhabahu There's no altar bila sadaka. without sacrifices. Na niveau And the level ya mateso of the suffering ya mtu mwenye ametolewa juu ya madhabahu fulani of somebody who has been sacrificed inadependre depends na sadaka ilipita kwa ile madhabahu. on the offering that was laid on that altar. Bien-aimé, Beloved, Salomo wakati alifanya dedikase ya temple, Solomon, when he dedicated the temple, kalite ya sadaka yenye aliweka kwa madhabahu the quality of the offering he ilitia placed on Mungu the altar, position placed God in a ya stand kubariki huyu mtu, to bless him, ya kumtimizia yenye alikuwa na to mlomo. fulfill whatever thing he was asking to him. Maisha yako Your life, peut-être que mwenyewe alikutiaka mwile hali, maybe the one who placed you in that alitoa situation, mbuzi. he sacrificed, Peut-être que alitoa mtu. maybe he sacrificed a person. Peut-être que conditions zenyewe walimpatiaka Maybe the conditions that zilikuwa were za given kulala nje hata siku ngapi. were to sleep out. Zilikuwa peut-être zitafanya kitu kia grave kenye mtu wa normal haezi fanya. Or maybe doing something terrible that normally you can't do. Ambia siku moja sijui kama nimeisema au siku moja nilikuwa napita ku Boulevard du 30 Juin Kinshasa. There is a day I was going through, Na The roundabout in kwa hii Kinshasa. Boulevard du 30 Juin and on this boulevard, kunakuwa makaburi there is a cemetery na siku somewhere. moja tunapita tu anatuambia muone pale. While crossing, we were told, just see. Tukaona mwanamke We saw a woman iko na nawa. bathing. Asikilizana? Yes. Iko na She is nawa. bathing. Hafale hata nguo moja. She's naked. Akisha huku nje ku parking And on the ya other hii side, makaburi on the parking, kulikuwa gari ya share there sana. was an expensive Wanasema gari car. yake ile. And we were told, this is a car. Huyu mwanamke This woman, transaction za maisha the yake transactions in zenye her life zimemletea have mali brought wealth, zimeomba have demanded afanye ile to do sacrifice that kind of sacrifice. ya kwenda nawa uchi kwa makaburi nje, To wewe go hakuangaikie bathing outside. uone usione She binamuona doesn't care, wewe, you see or you don't yeye see. iko nalipa It's up to bei her. She's paying the ya price transaction za maisha yake. for the transactions in her life. Kuna watu wengi wamerogwa Mungu There are maisha hapa. people who have been Mwenyewe bewitched. amekufanya jinsi huko. The one who did Kuna that to vitu you. There alivifanya. are things that Kuna they sadaka There is aliitoa. an offering that they give, Wewe negligence niko maisha yako. but the kind of Unawaza utajitosha mkile carelessness that is ovyo involved, ovyo bila madhabahu, bila sadaka utakufa. you can't come out without altars and Ndio sacrifices. sana nakuambia, When you are told, omba, pray, funga, fast, kwa seria na Mungu. be serious with Unaona God, mzaa. you take it as a joke.
Kumbe kuna wengine Yet there are ukia others. kumaintenir mwa ile hali yeye kuna sadaka zenye anaendelea kutoa They are kila still siku giving daily mpaka siku utakuwa serious na Mungu. until the day you be Mpaka serious with siku God. sadaka ya Yesu Kristo itakuwa na nafasi na value yake kwa maisha yake. Till the Hautaweza sacrifice of Jesus will have its rightful place in your life. Jifunze kuelewa To understand misteri ya madhabahu. of altars. Jenga nyumbani kwako Build in your home na maisha yako and in your life madhabahu ya maombi. the altar of prayer. Na jiarrange And make sure moto kwa hii madhabahu isizimike. that the fire keep on burning. Unaweza kuwa na madhabahu ya maombi You mwako can have a prayer altar in your lakini home, hainako moto. but there is no fire on it. Peut-être unaweza kuwa na madhabahu Maybe you have an altar, na ile moto but that fire ni kidogo sana, ingali inahitaji kuwaka vizuri. is not enough. Amen. Amen. Takufundisha siku nyingine examples zingine. I will teach about other examples on another day. Njia ya pili Another ya second way kudécouvrir na kutoka kwenye maéchange défavorables to discover and quit these favorable exchanges. ni révélation. It is revelation. Bien-aimé, Beloved, kama Yesu hangeliambiaka hawa watu ya kwamba huyu ni mtoto wa Abrahamu, if Jesus had not said to them that she is the bakilimutiaka daughter of mliste tu ya Abraham, wagonjwa wengine wenye Yesu alipona. placed in Sababu kuna wagonjwa wengi wenye hatujui leo, sababu Biblia inatuambiaka aliponya because the wagonjwa. Bible says he healed Neteke the na una sick. angelikuwa kama wale wagonjwa kwa Maybe jumla. she could be among them. Lakini hii situation iko particulier But this sababu situation is kulikuwa identite ya huyu because mtu there was ilituma akuwe considere tofauti. her Na identity bila revelation that Jesus treated. wafuasi wa Yesu hawangelijuaka identite ya huyu mtu. And without revelation, the disciples couldn't Yaani kuna know. hali zingine zenye uko napitia bila revelation hawezi jua kama ni hali gani. Without Inabidi revelation, you Mungu can't know. afunue You need realite ya vyenye uko reveal na that reality. na hii revelation And this revelation inaweza kutokea ama kukufikia can come to you kupitia ndoto, through dreams, kupitia unabii par exemple. prophecies, Na pia kuna wakati Roho Mtakatifu anadeclansha kama souvenir. and sometimes the Holy Spirit can unlock memories. Anaweza kukumbusha ile siku yenyewe ulitupaka $5 mu rivière. He can remind you of Wanakupatia the day. $1000, wanakuambia aseme aka kaseke ukamate kamonta tu kadogo katie umai juu mali yako isiibiwe na mapepo. Saint Esprit anaweza déclencher les souvenirs The na Holy Spirit can bring you back to that. anasema angalia kule nyuma kuko Say, hii jambo yenyewe ulifanyanga ikaingiza vitu vibaya. Bila revelation kuko vya mingi vyenye hauwezi jua juu ya maisha yako. Revelation, there are things you cannot know concerning you. Ndio maana geuka rafiki wa Saint Esprit. That's why become a friend to the Holy Wakati Spirit. umekuwa rafiki wa Saint Esprit, When you're a friend to the Holy Spirit, atakurevele. He will reveal. Atakurevele kama uko na responsabilite ya kufanya. Mara nyingi kuna watu wenye Saint Esprit anakumbushaka ya kwamba kuna sadaka yenye ifo utoe. Can reveal you there is an offering you need Kuna to make. mtu mwenye inafaa uende omba msamaha. There is somebody you need Kuna to mtu go mwenye ifo and beg for usamehe. pardon. You need to Kuna forgive. deni yenye ifo ulipe. There are debts you Bila need to pay. revelation ni nguvu kupata hizi information. Without the revelation, it's hard to have this kind of informations. Nitaishia kwa hii jambo la mwisho ambalo ni maombi. I will conclude on this issue of prayer. Na maombi And prayer ina uwezo ya kuvunja makontra zenye zilituingiza mu maechange za mubaya. has the power to break down those transactions. Maombi ina nguvu ya kuvunja, ya kuanile maalliance ambazo tuliingia ndani kwa ujuzi wetu wenyewe ama par heritage. It can cancel those transactions we got in by ourselves. Nimesema sasa hivi ya kwamba maombi ina uwezo ya kuvunja madhabahu. Prayers have power to cancel altars. Maombi ni source ya deliverance. Prayer
Prayers is a source of deliverance. Maombi inaweza kukurudishia yenye ulipoteza. Prayer can make you recover what you lost. Mkristo uliye hapa, usichoke kuomba. Don't get tired on praying. Usichoke kumkaribia Mungu. Don't be tired on approaching God. Usiache maombi. Don't stop praying. Sababu maombi inaweza kukurudishia vyote vyenye umeibwa. Prayer can restore everything. Maombi inaweza kukurudishia sense ya maisha. It can bring back Watu wengi sense to shetani life. amewaiba, amewaletea huzuni, amewaiba furaha, amefanya waishi tu kuishi, lakini hawana tena nguvu But kwa they don't maisha. have that taste to live. Ndio maana Mkristo mpenzi, usichoke kuomba. Don't stop praying. Usiache maombi. Don't stop praying. Jenga madhabahu ya maombi nyumbani kwako. The prayer altar. Jenga madhabahu ya maombi ndani ya biro yako kwenye mashitaka. Office where you spend the day. Jenga madhabahu ya maombi mu maisha ya watoto wako. In the prayer altar, Wafundishe you pia shape their life and teach them how to. Ile innocence yao ndio vitu vingi vinaibiwa. In their innocence, many things Watoto are wetu stolen. wanaibwa vitu vingi Our sana. children lose. Tumeona watoto wengi amezaliwa iko en bonne santé. When they Anafikisha miaka 2, miaka 3, unaona akili na kwa sasa yenye iko napotea at some point mtoto they are anaanza losing kuwa their saa concentration. denge moya hivi. They lose their Kitu concentration. kiko naibiwa kwa maisha. Na una uwezo kupitia maombi kurekupere sante mentale ya mtoto. Mulianza unyumba wenu vizuri. You started your Mulianza na furaha. marriage well. Inafika wakati mwanaume hakusemeshana At some tena. point the man is no longer Nafika talking. wakati maongezi yenu inaishia tu rasio na kusante ya watoto na kufre scolaire ya watoto. Mwanamke anasemeshaka tu bwanake saa ya kumkumbusha watoto hawajalipa masomo. Conversation zenu ni Your conversations, nyumba hakuna chakula. there is no food in Hakuna home. tena conversation katikati yenu. There's no Wameanza conversation. kuwaiba unyumba wenu. Wameanza kuwaiba furaha ya ndoa yenu. Your joy has been stolen. Yaani maombi inaweza kurudisha Prayers furaha can ya bring ndoa. back the joy. Maombi inaweza kurudisha roho na nafsi ya baba huyu ambaye ameanza kutoka ndani ya nyumba. The spirit and the soul of that man who is going out. Ni kijana ambaye alikuwa na akili shuleni. Is a certain Wanapata man who resulta za mbele mbele tena za juu. was scoring Lakini well. inafika wakati amekuwa Some point, distrait. he Haiko lost naweza tena concentration. kitu. Wakati wa kusoma hajikonsantrake tena kusoma. Acha nikwambie maombi inaweza kukurudishia akili. Prayers can bring back your Maombi intelligence. inaweza kurudisha akili yako yote. Can bring back the whole intelligence. Ulikuwa unafanya biashara, You are trading. kila kitu ilikuwa inaenda vizuri. Everything Ulikuwa was unapata going wa well. client, You unapata have customers profit. and profits. Lakini leo unaanza kufanya semeni client hata mmoja hayaingia kutoka Today, yako. Bila acha nikwambie maombi inaweza kukurudishia Prayers wakati. can restore. Maombi inaweza kukurudishia biashara tena inapanda. Prayers can restore your business. Umepoteza nini? You lost. Umepoteza amani, Is it peace? umepoteza furaha, Joy? umepoteza salama yako. Peace of mind. Acha nikwambie maombi ina uwezo Tell you ya kukurudishia prayers. ulivyovipoteza. De manière particulière leo ningetaka kuwasihi yeyote ambaye amesikia ya kwamba nimepoteza kitu ndani ya maisha yangu. Ni kama niko naishi maisha yenyewe amenikopesha, hii haiko ndio maisha yangu. Haiko hii ndio destiny yangu. Ni kama niko napoteza wakati mwa hii dunia. Nikusihi tu uprendre courage, usimame kwenye huko tukuombe. I'll ask you to stand on your feet. Unaweza kuwa ulipoteza me hauna endelea kurekipere, unaweza kaa tu. Kama uko na besoin ya kurekipere utasimama. Maybe you lost and you don't have an interest in recovery. You can stay, but if you need to recover, you can just stand on your feet. Maombi yangu ni kwamba Prayer is that kama ni afya njoo if it is umekuiba. health that you lost. Kama ni gloire, kuna wanawake wengi wamewaiba gloire. Women have lost their glory. Ile ekla ya uzuri wao wamewaiba.
Acha shine. Mungu akurudishie. May God restore it back to you. Acha kwanza leo uzuri wako uonekane. May your glory be Urembo wako Your uonekane. beauty be Glory ya Mungu ijireflete kusura yako leo. reflect on your face. Wenyewe walikuwa hawakuonake yako tena, acha Those who do not see you washangae. again, Wajiulize they sikeni get wetu. astonished and say, is it the same person? Kuna wengine ile siku walipoteza kazi, kupata tena kazi imekuwa nguvu. Others the Acha Lord nikwambie will leo Today, inawezekana it is possible kwa restore kazi yako. for restoration. Kwa restore contrat zako. God will restore your Kwa contract, restore kapasite yako tena ya kupata pesa. your capacity to gain. Kuko ba jeune wenye biko hapa, Young people who are here, wenye distraction yenye imeingia maisha yake. kind of Yeye peke distraction has anajiuliza gone kwa their siku wake lives. hivi. And they are wondering, I'm not the person I'm used to be. Kuna watumishi wa Mungu wenyewe iko najiuliza mbona siku wake tena na nguvu. Option yangu imeenda wapi? My action, where has it gone? Acha Mungu akurestore May leo. God restore you to Taweka tu mkono wako juu, tutaomba Raise your pamoja. hands and we're going to pray together. Père très saint, nous prions pour la restauration complète. Toutes sortes de transactions qui a fait que cette femme puisse perdre des choses, puisse perdre son éclat, puisse perdre son business. J'annule ces contrats. Kwenye madhabahu ya imani ambayo imejengwa ndani ya kanisa hili, nina restaurer. Père, la confiance en soi pour ce jeune homme, je les restaure au nom de Jésus. La confiance en soi pour cette jeune femme, je les restaure au nom de Jésus. Baba huyu ambaye alipoteza kazi, miaka imepita kadhaa, lakini leo je restaure tes compétences, je restaure ton éclat, je restaure ta chance d'accéder à de nouvelles responsabilités bien payées. Dada huyu ambaye amepoteza gloire ambayo ingekupeleka kwenye ndoa, je suis en train de te remettre sur ta destinée et je déclare que ton mariage est signé, ton mariage est signé, ton mariage est signé, ton mariage est signé au nom de Jésus. Fanya biashara huyu ambaye amepoteza pesa, wamemuiba wa customer. Acha nifungue tena mlango ya duka yako. Que les clients viennent, que les clients viennent, que les clients viennent et que leurs transactions t'apportent la richesse, t'apportent le succès, t'apportent la réussite, t'apportent la croissance de tes affaires au nom puissant de Jésus. Ce jeune homme qui pense avoir perdu l'intelligence, cette jeune femme qui pense avoir perdu son intelligence, je restaure ton intelligence par la puissance du nom de Jésus. Sois intelligent, sois intelligente au nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier pour cet homme de Dieu, cette femme de Dieu qui pense avoir perdu son onction. J'appelle le Saint-Esprit. J'appelle le Saint-Esprit, que son feu, que son feu, que son feu te touche au nom puissant de Jésus. Et que l'onction du ciel, l'onction du Saint-Esprit, c'est qui l'enseigne et restaure les ministères, restaure les ministères, restaure les talents au nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier pour ces mariages qui a été volé, dont l'essence a été volée par la puissance du nom de Jésus. Que les feux touchent et restaure ton mariage. Que le Saint-Esprit restaure ton mariage. Cette jeune fille, mwenye kunapoteza mafiancé kila wakati, anaanza vizuri lakini hajue kama fiançailles inaishiaka wapi. Je suis en train de prier par la puissance du nom de Jésus que ton mariage qui t'a été volé soit restauré maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
wale wote wenye wanawaza chance ya maisha washakaipoteza. Je restaure la faveur de Dieu. La faveur de Dieu surpasse toutes sortes de chances, surpasse toutes sortes d'étoiles. Que la faveur de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Kila ambaye amepoteza furaha, ninakurudishia furaha kwa jina la Yesu. Kila ambaye amepoteza amani, ninakurudishia amani, amani ya Yesu, la paix qui vient par la présence de Jésus, au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ningetaka kupatia nafasi yule ambaye angependa kupatia Yesu maisha yake. Like to give the platform to whoever would like to surrender his or her life to Unajua Jesus. neema hii mara na mara hairudi. This grace come rarely. Yeyote ambaye angetaka kumfanya Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, You need to make Jesus the Lord and the ningekusihi Savior of uwe your life. courageux. Be courageous. Tasimama tu kwenye huko na tutaomba na Stand wewe. on your feet and we're going to pray with you. Yeyote ambaye angependa kumfanya Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Jesus, Lord and Savior in your life. Amen. Niliona watu wawili, nimejua mmoja amesimama. Wa pili naye amesimama. Can we clap for Jesus? Tawasihi tu kuweza kukaribia hapa mbele tafadhali. Ask you to come over here. Please come. Tutawashangilia wakija, tutawashangilia wakija. Takusihi utanyosha mkono wako wa kuume, utarudilia maneno haya. Lift your right hand and repeat after me. You can clap better for Jesus. Takusihi tu unyoshe mkono wako wa kuume, utarudilia neno haya. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninashukuru sababu leo umenichagua. Ndiyo maana ninakusihi usamehe dhambi zangu zote. Usimishe jina yangu kwenye kitabu cha mauti. Andika jina yangu kwenye kitabu cha uzima. Tangu leo unifanye niwe wako. Tangu leo ninakupa maisha yangu yote. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tangu leo nitakufuata wewe, unifanye wako. Tangu leo nitakufuata kwa jina la Yesu. Taangalia huko ni waombee. Takatifu Mungu uliye juu, tazama leo moyo wangu unajaa furaha. Ninaamini na mbinguni furaha iko, kwa kuwachagua watu hawa katikati ya wengi kuwafanya wawe wako. Ninaamini tangu leo wamekuwa watoto wa Mungu kwa kutangaza publiquement imani yao ndani yako. Wamekuwa watoto wa Mungu. Ninawaombea ulinzi, ninawaombea neema, ninawaombea baraka, ninawaombea furaha. Kila transaction yote ambayo ilikuwa na wakokota na kuwarudisha nyuma, ninaiagilia kwa jina la Yesu. Saa hii la seule transaction valide dans leur vie ni transaction ya damu ya Yesu, sababu wameadere kwa alliance ya damu ya Yesu. Uwakinge, uwabariki. Saint-Esprit, uwafunze jinsi ya kuwa wana wa Mungu, wakufuate siku zote za maisha yao kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Asante. Félicitations. Tawashangilia wakirudi. Come on, clap for Jesus.
ya mahubiri, basi Mungu awabariki. Amen.